Asante sana. Wakati huo tutakwenda kuangalia sehemu nyingine. Siku ya leo tunakwenda moja kwa moja katika somo letu ambalo linagusa watu walio wengi. Ni maswali ambayo yametusumbua. Somo letu ambalo lina maswali mengi. Kifo. Unajua kama kuna kitu ambacho kimechanganya watu ni kifo. Na wakati mwingine kuna kitu ambacho kinatusumbua hata kama uwe na furaha kiasi gani. Hata kama uwe na furaha kiasi gani, kuna wakati furaha inapotea. Furaha inapotoweka kwa Mwafrika. Kama kuna kitu kimetuchanganya siku zote, hata kama una kicheko kiasi gani, kitu ambacho kinapoteza furaha ni kifo. Sikia nikwambie kidogo. Nisikilize. Kifo kisikie kule kwa watu, kisikia kuna msiba pale, kuna msiba, sikia. Hutajua uzito. Siku kikiingia wapi? Hapo ndio utajua shughuli yake ilivyo. Hata wale ambao walikuwa nawaambia nyamaza, nyamaza, utajua kwa nini walikuwa wanalia. Habari ya kwako. Wakati niko kule Ukuriani, nilienda kwenye msiba. Mama mmoja alifiwa na mtoto wake kipenzi peke yake mmoja. Alikuwa ana akili yule mtoto si kawaida. Yule mtoto akafa wakati amefaulu form 6 na division. Hiyo ni rahisi Ila nikamkuta pale anagaragara, analia. Nikamfuata, nikamwambia njoo tuongee. Kwa nini unalia? Anasema mimi najiuliza kwa nini Mungu aniachie yote haya. Nikampa formula rahisi tu. Nikamwambia kama una maswali mengi kuhusu Mungu, nenda mbinguni ukamuulize. Upande. Akasema haiwezekani. Nikamwambia kama haiwezekani, sikiliza kitabu chake kinasema nini. Anasema niko tayari. Nikamwambia sikiliza. Biblia inasema msiomboleze kama wasioamini. Haleluya. Akauliza wanaoamini wanaomboleza vipi? Nikamwambia wanalia, wanaweka nukta. Akasema sasa. Nikamwambia sasa nakuruhusu lia, ila uweke nukta. Ukimaliza kulia tutaanza ibada. Akakaa akalia. Shemasi akanifuata. Mchungaji mwambie nyamaze. Nikamwambia sio yako, hujui mzigo ulivyo, acha alie vipungue ndipo tuanze ibada. Yule mama akalia. Baadaye nikamfuata. Umeweka nukta? Akasema nimeweka. Nikamuuliza umewekaje? Akasema mchungaji nikwambie silii tena. Wanawake wa Kikuria ni tafu. Aliposema silii anamaanisha tuko kwenye ibada. Mwingine ndo akajidai huko wewe. Akamwambia una uchungu kuliko mimi. Unajidai hapa ni wewe. Mimi ambaye ni mwanangu hapa nimenyamaza. Maana tumaini langu nimeweka kwa nani? Wewe ndo unajidai unagaragara. Nyamaza. Ibada iendelee. Sikia nikwambie. Msiba ni kitu rahisi kibinadamu. Ila siku ukikanyaga barabara ya kwako, kicheko kitaisha. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Wataalamu wametafiti, wana falsafa wa zamani au wazungu ambao tunasema wana akili kuliko sisi, sijui kama ni kweli. Ila namshukuru Mungu katika maisha yangu na mimi nilisoma na mzungu. Huenda Dani anamkumbuka kidogo. Alikuwa ameoa Mjamaika, jamaa mmoja mrefu hivi. Lakini kuambie kwa taarifa yako, yule mzungu alikuwa anamzidi Max. Na yule mzungu pamoja na uzungu wake, Kigiriki kilikuwa kinampiga chenga. Na Kiebrania pamoja na uzungu wake. Kwa hiyo kumbe akili haipo kwenye ngozi. Maana hata hapa tukianzisha mkutano, mweusi ahubiri hapa, mzungu pale, wataenda kwa mzungu. Nilishawaambia historia yangu ni ndefu kuliko mimi mwenyewe. Wakati mimi ni mdogo, nilikuwa na mimi nawaza habari ya wazungu. Wanakuja na sinema zao kule kijijini. Niliapa. Nikasema huyu mzungu leo hata toka kwenye hii sinema mpaka niguse nywele za mzungu. Nijue zikoje.
Na nikapata mtu tukakubaliana, akasema bwana, mimi nitakuweka begani kwangu, tutasogea pale kwa mzungu anavyoseti vitu, sharti unipe pipi. Wakati ule pipi ilikuwa shilingi 5, ile 5 kubwa ile, wengine hawajaiona. Nikamwambia hii 5 ipo, pipi nitakupa leo nijue mzungu nywele zake zikoje. Yule mzungu simsahau, anaitwa Toivo. Yule bwana akanichukua tukafika mpaka pale. Niwasogea tu nikamwambia sasa hapa, utulie hapo hapo. Mzungu alikuwa amefanya hivi na seti. Nikamwambia akirudi hivi atakuwa amenifikia. Ni test. Jamani akatulemana, ameahidiwa kitu gani? Mzungu aliporudi tu tap nikamuwahi pale pale. Mzungu akageuka, "Oh mtoto, shida gani?" Nikamwambia nywele. Nimeshamaliza. Yule bwana akanishusha pipi yake nikampa. Sikia nikwambie. Usione watu barabarani wametoka mbali sana. Kesho shuleni watu wamenizunguka, kila mmoja ananiuliza nywele za mzungu zikoje. Nikaona hapa dawa nirudishe salio langu la shilingi 5 ya jana. Na mimi nikamwambia nitawaeleza masharti, uninunulie kitu kinaitwa kantai. Ukijui wewe, kantai inatengenezwa kwa mihogo, gonga vizuri, inakaangwa. Napewa kantai. Nikipewa kantai nikila na mnongoneza, wengine wasisikie ili waletee kantai. Naambia nywele za mzungu ni laini sana, ila ukizisugua sana ni kama katani. Usimwambie mtu, nenda. Ile 5 yangu ikawa imerudi. Wazungu wamechanganywa na kifo, wakaona kifo kama vile ni kitu fulani kinatokea kimezunguka hivi, kosa majibu. Wengine wakaenda wakamzunguka mtu akiwa anakaribia kufa, wakaseti mitambo yao wakaweka vizuri, tuone mtu akifa inakuwaje. Walishindwa kujua kifo ni nini. Wakaanza kuwa na mawazo, labda kifo ni aina fulani ya lijitu linakuja na taa yake kubwa, limezungukwa tu hapo alafu linakukamata. Wenzetu wa Warabuni wakasema kifo ni malaika mmoja anaitwa Ziraili. Akija Ziraili mtoa roho, akikukaba hutoki. Yani wakawaza hivi, kifo kinachanganya watu. Sikia nikwambie, vitabu vyenye hadithi za watu waliokaribia kufa lakini wakapona ni kati ya vitabu vinavyouzwa sana duniani. Itokee tu uanzishe kipindi chako kwenye TV, kwenye redio, useme tutakuwa tunamhoji Juma Yohana ambaye alikaribia kufa akarudia mochwari, atuambie inakuwaje. Nayo itakuwa ni saa 6 za usiku, watu hawalali, kila mmoja asubiria ajue hivi ukaribia kufa inakuwaje. Hayo ndio maswali watu wanajiuliza. Sikia, ukweli kuhusu hali ya kukaribia kufa, hakuna aliyefika hali ya kukaribia kufa ambaye alikufa kabisa. Sijui kama unaelewa sentensi hiyo, kwamba ili tujue ukweli tumpate mtu ambaye alipokaribia kufa alikufa kabisa. Sijui kama unanielewa ninachokisema. Bado kama hujanielewa punga mkono nirudie tena. Aha. Wote ambao wanahojiwa ni mtu aliyekaribia kufa akarudi. Tuko sawa Nataka tumpate mtu ambaye alikaa kaburini siku 7, 4, 5 akaoza akaja. Yani anajikunguta mafinyo kabisa hivi. Aseme mimi nilikuwa nimekufa, sasa nimerudi. Huyo tutamhoji atueleze kukoje. Wote wanaohojiwa anakuambia nilipotaka kufa nikaamka. Ulijuaje kwamba ulitaka kufa? Hilo ndilo swali kubwa tunajiuliza. Ulijuaje? Sikia, matukio mengi ya kukaribia kufa huwa ni visa vya kuweweseka. Twende vizuri. Gazeti la Saturday Evening Post Novemba 2, 1963, ukurasa 31-32. Mtu mmoja anatoa ushuhuda, anasema baada ya kula aina fulani ya uyoga kutoka Mexico, nilitambua kuwa nilikuwa nimekufa. Eti alitambua kwamba alikuwa
Hivi inakuja akilini hiyo kwamba mimi Timotheo Lea nilikuwa sipo tena duniani, niliweza kuangalia nyuma na kuona mwili wangu uko kitandani. Haya, sikia kitabu kinaitwa The Doors of Perception. Huyu bwana Huxley ukurasa 52 anasema, mwili wangu ulionekana umejitenga kabisa na mawazo yangu. Ilikuwa si kawaida kujisikia kwamba mikono na miguu hii si yangu. Dokta mmoja akasema lazima nifanye utafiti nione hivi ni vitu gani. Daktari huyu hapo unayemuona akachukua mgonjwa, mtu wa kawaida, samani alikuwa sio mgonjwa, ni mtu wa kawaida, akamuweka kitandani vizuri, akamweka na ile hewa vizuri. Ile hewa akachanganya aina fulani ya hewa, na alipozichanganya, sikia dokta anatuambia, katika jaribio moja Dr. Ladislas Meduna alimpatia mtu 30% ya dioxide ya carbon, wale wa kemia mnaita carbon dioxide, na 70% ya oxygen. Baadaye huyo mtu alisema, nilijisikia kana kwamba niko juu angani na nikajiona kama nimetenganishwa. Dokta akajua hivi kumbe ni kuchanganya aina mbili za nini, za hewa. Hivi kumbe wale watu waliokaribia kufa, huenda mfumo wao wa uvutaji wa hewa kuna saa haukubalance. Ndipo mnasema nikauona mwili wangu uko pale chini pale. Sikia vizuri, kiukweli narudia tena, hakuna mtu ambaye aliyekaribia kufa aliyekufa kabisa. Hii sentensi ni ngumu, wakati ukienda nyumbani ndipo uitafakari, utaielewa. Ila walio wengi waliokaribia kufa walirudi. Ambaye alikaribia kufa akafa kabisa hayupo. Sikia, visa vya kutenganishwa na mwili na kukaribia kufa havikubaliani na Biblia hata kidogo. Ayubu 7:9 anasema, kama vile wingu likomavyo na kutoweka, ni vivyo hivyo ashukaye kuzimuni hatazuka tena kabisa. Sikia Ayubu 16:22, kwani ikishapita miaka michache nitakwenda njia hiyo ambayo sitarudi namna gani tena. Biblia imeweka bayana mtu akifa inakuwaje. Waebrania 9:27, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa ni kitu gani? Ni hukumu. Tutaona vizuri baada ya hukumu inakuwaje hii. Maelezo ya visa vya ukaribia kufa vinatisha, kwa maana vinafanana na fundisho la ibada ya mizimu. Ibada ya mizimu inadai kwamba wafu wangali hai. Msingi muhimu wa ibada ya mizimu ni kwamba watu huendelea kuishi baada ya mwili kufa, na kwamba mara kwa mara katika hali ambayo haijaeleweka tunaweza kuwasiliana na wale waliotangulia. Ndio lugha wanasema. Leo hii kule Amerika, television ya ABC, kuna kipindi maalum cha bwana mmoja ambaye yeye anaweza kukuunganisha na ndugu aliyekufa. Mtanzania mmoja alikuwa ni mbishi, nikamwambia ni mambo ya kimashetani hayo, usiende. Akasema naenda. Alivyoenda kweli, akamweleza yule bwana, akamuunganisha na ndugu yake kwa njia ya simu. Yule Mtanzania ananiambia, mchungaji, sitokuelewa hata uniambie vipi, maana niliongea na ndugu yangu na kule ni Marekani na tuliongea Kipare. Nikamwambia, rafiki, huna habari, shetani anajua lugha ngapi? Wala sio ndugu yako. Asema ni yeye. Dini ya mashetani ndio ambao wanasema roho haifi. Wamedanganya watu. Mpaka kwa wazungu kuna waganga wa kienyeji wapo kabisa, na wanajua namna ya kuita watu, wanafanya ramli, kila kitu kama unavyoona hapo kwenye hiyo picha. Huyo ni mtu ambaye anajaribu kuwasiliana na mizimu, na anaita kabisa, na ukiangalia ile mizimu unaona kama vile ni ndugu zako kabisa, lakini ni shetani tu yule. Ibada ya mizimu hudai kwamba wafu huwasiliana na walio hai.
Bwana mmoja anaitwa Sir Oliver Lodge alisema, hakuna kifo makaburini, ninaongea mara nyingi na waliokufa. Ameitwa Sir na malkia Uingereza, anasema yeye anaongea na watu. Sina mashaka yote kwamba watu wanaishi baada ya kufa, kwa kuwa mara nyingi ninaongea nao. Huyo bwana Sir Oliver huyo anaongea, anasema mara nyingi, wala sio mara moja. Lakini swali ni hili, kunatokea nini mtu anapokufa? Maana yote tumesema, swali ndio hilo. Biblia inatoa jibu bayana. Kumbuka mwanadamu alivyoumbwa. Ukijua alivyoumbwa, utajua pia anavyokufa. Mnakumbuka vizuri kwamba mama yetu wa kwanza alidanganywa na yule nyoka. Nyoka alimwambia maneno matamu, mama akayapenda. Mwanzo 3:4, nyoka alimwambia hakika hamtafanya nini? Hivi kumbe mtu anayesema kwamba watu hawafi anafuata uongo wa shetani. Sikia niku kidogo habari ya huyu muumini wa dini ya mizimu, anaitwa E.W. Sprague. Anasema ibada ya mizimu inasema kwamba wafu wanajua mambo zaidi ya walio hai. Na nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kumbuka na nukuu tu, katika hili kama ilivyo katika sehemu nyingine za Biblia, shetani alisema nini na Mungu alifanya nini? Unaogopa kusoma, sio wewe, ni huyo bwana. Yaani bwana anasema katika hili shetani alisema ukweli, ila Mungu alikosea. Na mimi nawauliza, Mungu anakosea? Yohana 8:44, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake, asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Hakuna siku shetani anasema ukweli, ni mwongo. Swali unaniuliza, mchungaji unasema hivi, mbona nikiwa nimelala namuota bibi, namuota babu, ananielekeza mambo ya kufanya, inakuaje? Naota watu waliokufa tunaongea nao, na kuna mtu anasema kabisa naota nakula nao. Je, hivi ni vitu gani? Ufunuo 16:14. Hizo ndizo roho za kitu gani? Za mashetani, zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote. Hivi kumbe ni mashetani, hiyo ni mizimu. Mizimu sio watu, ni pepo wabaya. Wakemee kwa jina la Yesu, wataondoka. Mwanzo 2:7, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya simenti. Kumbe tuko pamoja Mavumbi ya nini? Ya ardhi. Akampulizia puani pumzi ya nini? Mtu akawa kitu gani? Nafsi hai. Twende vizuri tuone hii formula. Ili mtu aonekane kuwa ni nafsi hai, cha kwanza ambacho Mungu alichukua ni kitu gani? Mavumbi jumlisha na kitu gani? Roho sawasawa na nini? Aha. Hivi kumbe mtu aliye hai, kanuni ni simple. Mavumbi jumlisha roho sawasawa nafsi hai. Sasa kama ni nafsi hai, twende tuone vizuri. Kumbuka ardhi ikawekewa pumzi, ndipo ikaleta kitu gani? Haleluya. Kama ni hivyo basi tuangalie, maana kifo itakuwa ni kinyume cha uumbaji. Mhubiri 12:7 anasema nini? Nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia kuku. Aha. Rudi vizuri tena pale. Nayo mavumbi kuirudia nini? Nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Hivi kumbe mtu anapokufa ni formula rahisi sana. Ni ile roho tu ndio inamrudia Mungu, na udongo unakwenda wapi? Ndio maana tukizika tunasema udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi, majivu kwa majivu. Wengi wameuliza swali, hivi mnasema majivu maana yake ni nini? Kuna watu hawaziki, wanachoma. Ukiibisha zaidi tena kesho na kuletea kwenye Biblia. Ayubu ndiye aliyesema majivu, ili kuwepo tangu zamani.
Ayubu 27:3, tutaangalia siku nyingine, hii nakupa nyingine kabisa leo. Kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu ikatika kitu gani? Pua yangu. Hivi kumbe mtu ile roho ikimtoka ndipo anakufa. Zaburi 146 fungu la 3 na la 4. Msiwatumainie wakuu wala binadamu, ambaye hakuna wokovu kwake. Pumzi yake hutoka, hurudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake yafanya nini? Hivi kumbe mtu akifa hana mawazo tena, hana kumbukumbu tena. Sasa unasikia watu wanakwenda kufanya tambiko, unaambiwa kule kijijini kwenu bwana, babu yako amekasirika sana, mmemwacha muda mrefu, mlete mbuzi. Mtu anakwenda kwenye kaburi, amechinja yule mbuzi na anachukua kabisa, anamwaga pale, anasema tunamwaga ili babu ale. Biblia inasema mawazo yake yapotea. Sikia, sio Afrika tu, mpaka Ulaya walikuwa wanaamini kwamba mtu akifa anaweza kurudi tena. Ndio ilikuwa imani yao. Kumbuka vizuri formula yetu. Kama uhai ilikuwa ni mavumbi jumlisha pumzi ya Mungu sawa sawa na nafsi, kifo ni nini? Ni ardhi hiyo hiyo, toa pumzi. Najua nikisema hivyo nasema wewe mchungaji unasema nini? Hii hapa ni ardhi. Nikuambie usiringe na hilo limwili lako. Huo ni udongo, ni ardhi kabisa. Na ukitaka ujue ni ardhi tena hilo ni chafu kabisa, pigwa na jasho siku 4. Tutakukimbia hapa. Unakuta mtu anaringa na huo mwili unaringa. Sikia nikwambie, ukitaka ujue kwamba huo mwili wako huo usiuringie vizuri, ukichanwa kidogo, pakitokea tu kajeraha, usaha. Unajua maana ya usaha? Maana yake pameoza. Nisikilize, wewe unaijidai kwamba hutakufa, na mimi nakuuliza, huwa unakata kucha au ukati? Ukizikata zinaenda wapi? Unatupa ardhini. Yaani kwa lugha nyingine rahisi, ulishatanguliza vitu ardhini kabla wewe mwenyewe hujaenda. Yaani watu wanakuwa tu wabishi. Sikia nikwambie, waulize madaktari, watakwambia madini mengi yaliyoko ardhini yako hapa. Hapa kuna chokaa, ipo kwenye mifupa yako. Hapa kuna madini ya chuma iko ardhini. Na wale wote ambao mnapenda kutumia sufuria, mnaongeza madini ya chuma yasiyotakiwa, machafu. Unasema tutumie nini? Huu sio muda kukuambia, ila tu mimi nakupa changamoto. Ukitumia kile kijiko, ukila kijiko kinaisha hakiishi? Vimeenda wapi? Sufuria inatoboka haitoboki? Vimeenda wapi? Kwa lugha rahisi, Mwafrika alikuwa katika njia sahihi kutumia viungu. Habari ya kwako. Shida ni kwamba tumedharau vya kwetu. Endelea kula, sufuria itoboke, utajua habari yake. Hapa kwenye mwili wako kuna zinki. Hapa kwenye mwili wako kuna kila kitu. Huu ni udongo uliorekebishwa. Habari ya kwako. Kwa lugha nyingine nakwambia, kuanzia leo acha kiburi, muone mwenzako kuwa bora kuliko wewe. Haleluya. Ni kinyume chake sasa kifo hicho. Sikia Mhubiri 9:5. Napenda hii tusome wote kwa pamoja. Kama mmeiona mniambie tumeiona. Mmeiona? Aya, tunaanza 1, 2, 3. Wafu wanajua maneno mengi. Biblia inasema hawajui neno. Ngoja nitoe mifano ya kwetu, ndio itakuwa rahisi zaidi kidogo. Tumeshampokea Yesu sasa hivi, lakini zama hizo ukisikia ukoo unaoishia na Mbaga, very hatarious. Yani walikuwa ni watu wa vitisho. Walienda Usambani, babu mmoja akaenda Usambani kule, akatengenezea Wasambaa dawa,
ambayo inasababisha ng'ombe wazaliwe wengi. Mimi naamini ni uchawi tu. Huo ni uchawi, hakuna cha dawa wala nini. Ng'ombe wakazaliwa. Malipo ilikuwa analipwa ng'ombe. Baada ya muda akarudi Usambani. Akamwambia Wasambaa, nilipeni ng'ombe. Wasambaa wakamdanganya, wakamwambia wale ng'ombe hawajazaa. Yule babu kwa sababu anatokea ukoo wa chifu, alipokelewa kwa chifu. Akamwambia chifu wa Wasambaa, naomba unipe pombe. Yule akampa pombe ya miwa inaitwa dengelua. Akaweka mdomoni. Alipoweka mdomoni akaipulizia juu. Shuhuda aliyeshuhudia ambaye ameniambia mimi ni mzee yuko Usambani. Nilipoenda kuhubiri akaniuliza, niambie vizuri, Mbaga nao wanahubiri injili? Sasa nikamwambia ikawaje? Anasema yule babu yenu